الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة أماني متوم محمد صلى الله عليه وسلم. leo tukipenda kuanzisha kipindi chetu kipya kwa unwan amradul qulub, maradhi ya moyo. Maradhi ya moyo. Tunapozungumzia maradhi ya moyo hapa tunazungumzia maradhi ya moyo ya kiroho, kwa sababu sote tunajua kuwa kuna maradhi ya moyo ya kimwili. Kuna maradhi ya moyo ya kimwili, basi pia vile vile kuna maradhi ya moyo ya kiroho. Tunajua katika kuna maradhi ya moyo ya kimwili ambayo kwamba yanajulikana kwa jina la kisayansi kama cardiovascular disease. Maana binadamu na kulingana na hali wanavyoishi na vyakula wanavyokula na maradhi yaliyoko ni kuwa moyo unaweza kuathirika. Ndio maana utasikia kuwa moyo wa binadamu umekuwa maana una blockage, au moyo wa binadamu unaambiwa kuwa kumeingia mafuta na kadhalika. Na haya ni maradhi ambayo kwamba yapo. Afana Allahu wa iyyakum, Mungu atupe afya sote. Vile vile katika kadhia ya kiroho pia moyo wa binadamu unakuwa mgonjwa. Na kwa wale ambao kwamba ni wasomi wa dini, wale ambao kwamba ni maduat, wale ambao kwamba ni watu ambao kwamba wako katika da'wa, wanajua wanapokutana na watu ama anapokuwa katika mujtama ama katika shughuli zao akikutana na watu, kulingana na mazungumzo ya mtu na matendo ya mtu anajulikana kwa huyu ni mgonjwa wa ugonjwa fulani. Mathalan, katika mazungumzo yake mtu anaweza kujulikana huyu ni mgonjwa wa hasad na hikdi na chuki. Katika mazungumzo yake na makala yake ama hata kwa mawaidha mtu anayotoa akizungumza, atajulikana huyu ana ugonjwa wa riya ama ana ugonjwa wa ujubu wa kujiona na kadhalika. Kwa hivyo vile vile moyo utakavyokuwa, moyo katika mwili unapokuwa mgonjwa, na pia kiroho na moyo pia unakuwa ni mgonjwa. Kwa hivyo kuna umuhimu tuzieleze au tuyaeleze maradhi haya, na tueleze manake zile alama zinazopatikana kama inavyokuwa katika maradhi ya kimoyo, kwa tunaambiwa kuna zile symptoms, kuna zile ishara. Pia sisi tujue ishara, kuwa ukiona ishara fulani ujue kuwa huyu tayari ni binadamu yuko na maradhi kadhaa yale ya kiroho, ili manake tutafute ilaji. Ili tutafute ilaji manake tutafute shifa. Na kwa ujumla wake ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi tofauti habari kuwa moyo huu unasusua ama moyo unashika kutu. Na miongoni mwa dawa kwa ujumla kabisa ya kusafisha mioyo yetu, mojawapo inakuwa ni manake ni qiraatul Qur'an, kusoma Qur'ani kwa wingi na kuleta adhkar kwa wingi. Ziwepo adhkaru sabah wal masaa, kila mara mdo ulimi wako unakuwa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya wingi wa istighfar, kumomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar kwa wingi, kwa kusema astaghfirullah wa astaghfirullah tubu ilayhi, au katika sigha yoyote ambayo kwamba iliyopokewa. Katika pia dawa ya kusafisha mioyo yetu ni suhbatu salihin, kuwa na watu wema. Maana kuwa na watu wema ili manake tupate manake ujaribu kuyafuata ile mambo mema ambayo kwamba wanayafanya. Miongoni pia ni ziyaratul qubur, pia kuzuru makaburi. Binadamu tumeghafilika, mioyo yetu imekuwa migumu kwa sababu tumesahau kuwa kuna kufa. Kwa hivyo ziyaratul qubur, mtu akienda kule akifanya tadabbur, akaangalia kuwa hawa ni watu ambao kwamba walikuwa kama mimi na wakizunguka, wako na magari yao, wako na maisha yao na nyumba zao na watoto, lakini mwisho waliondoka katika majumba yao mazuri, katika vitanda vyao vizuri, leo wako makaburini. Kwa hivyo mtu akienda kufanya ziyaratul qubur itamkumbusha maana akhira, itamfanya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana itamkumbusha pia maut. Kwa hivyo inshallah katika kipindi chetu hiki tutakuwa pamoja katika kutaja maradhi
radhi moja baada ya nyingine, na kujaribu kutaja zile ishara ambazo kwamba huwa zinapatikana katika maradhi hayo, kama vile tunapotaka kuhusu habari ya ria. Yote haya ni maradhi ya mtu kujionyesha, maradhi ya al-ujbu, maradhi ya al-hasad wal-hiqd, kuwa na hasad na hiqd ambayo imejaa mitaani, na mengineyo ambayo kwamba tutakayozungumzia katika silsila hizi ambayo kwamba tutakazozifanya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mioyo yetu ni yenye kusalimika. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala isafishe mioyo zetu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان، أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس. ما أجمل هذا الإحساس. لا